that gesture lazima turudishe mkono. And I want to tell you, Kitui tutakuja. And when I was there, I asked, hii shule vile imekaa, tulikuwa na vice president hapa miaka 5. Tumekuwa na minister Kaluki. Hii shule, driver wangu akaniuliza, kwani hapa kuna kaanga namna gani? Those schools are embarrassing. And we have had leadership. And even that day, they cannot even send 100,000. Lakini wakiitwa hapa, mchange pesa ya wale watu wamepata shida kwa maandamano, wanatoa nusu milioni. Shule ya nyumbani huwezi tuma hata 100,000. Hata kama hukuji kwa sababu rigiji yako pale, si utumane kwa principal. These schools in Kitui. Why is Gachagua coming from Nyeri kujenga shule Kitui na wako watu wa hapo wamekuwa kwa uongozi miaka hii yote? No, you people, you must think very hard as professionals. You know, it is you who will define what happens to your county. The leaders you have taken you to a ditch, not once, not twice, not thrice. Sasa kama nyinyi mnaingizwa kwa shimo na mnaona mnaingia, what kind of professionals are you? Sisi watu ya hapa Mlima Kenya, Uhuru Kenyatta alikuwa president, commander in chief of the defense forces, the richest man in Africa, the biggest family with big names. Akatuchukua kutupeleka kwa shimo, tukakutana viongozi and professionals, tukaangalia, tukaona hii barabara hii, tukifuata hii mtu tutaenda kwa shimo. Mimi mwenyewe nikaketi chini na yeye, nilikuwa mtu yake ya mkono na rafiki yangu, kamwambia hii hapana, hii barabara hapana. Sasa hapana, lazima. Nikamwambia, wait a minute, ati lazima? No. Hapana, hiyo lugha usitumie. So he insisted. We called watu wetu, tukaongea. We made a decision. We defied a president, commander in chief, the richest man in the continent, and we told him no. We made a decision and that was it. Sasa nyinyi professionals, kila mwaka mnafuata mtu, na nyinyi ni watu mmesoma. You people are not stupid, you are intelligent people. You listen to other Kenyans what they are saying, but you just follow blindly. Anaingiza nyinyi kwa shimo, mnaingia mnakaa miaka 5. Haya, ikifika miaka ingine 5, mkitaka kutoka anamwambia burudi. Even I want to understand, because the Kambas people are our cousins from where we speak. I understand your language. I stayed in Machakos for a long time. I was a teacher there. I want to understand you people. Where is the pride of your community? Pride. You know, a people with a culture must have some pride. And professionals must protect the pride of a community. Huyu mzee amechukua mtu wenu, amemfanya running mate yake mara 2. Wameanguka pamoja. Imefika wakati amesema enda interview. Na anamjua. He had picked him twice. Tells him wenda interview, uulizwe maswali. Yeye amesema sitaenda. Usiku amebadilika, amesema acha niende. So ameenda pale, ameaibishwa, and there was no interview. Already the matter had been decided, na kila mtu alijua hapewi.
Where is your pride as a community? Kama ni sisi kwetu, mtu wetu aitwe interview, hiyo harusi ingeishia hapo siku hiyo. Because we have some pride as a people. The Kambas people are educated, they are hardworking, and they are very loyal to a cause. They deserve some respect. How would you humiliate an entire community by subjecting their leader to humiliation and ridicule? Na ujue anabeba nyinyi kama wafala. Yule alichukua polling station yake, out of 950 votes alipata kula 17. Nyinyi mliaibishwa mkachukua yote mkampatia. So that is why he'll continue despising you as a community and your leader, because you have failed as a community to protect your pride. And this is something you people who are educated must really think about. How are you treated? Because if somebody treats your leader that way, it is the way he perceives you as a community. He disrespects you, he has a low opinion, and he knows you have no choice. You just follow him blindly. Akienda kwa shimo unamfuata. That is why for the first time tunaanza kuona mabadiliko Ukambani. Watu wa Ukambani walikataa kuweka sufuria kwa kichwa. And I think you have started to regain your respect as a people. And even from where I sit, hii ilikuwa mlolongo wapi? Si watu ya huko. They were brought there. It was not the Kambas people. What happened is saa ile Wakamba walikataa kwenda maandamano to show that this demonstration is not about one tribe. It had to be arranged, kuletwe vijana ya kikwetu wanagaa hapo adriva hapo wa ile kikundi ile ngine ya haramu hapo ndio walifanya hiyo kazi, na si Wakamba. Hata hiyo ilikuwa wote, hiyo ilikuwa pale on the highway, is not the Kambas people. For the first time tumetolea nyinyi kofia, because saa hii kama Wakamba wangetoka maandamano wapigwe risasi wauawe, wangesema ni nini walikuwa wanapigania na ni nini wanafuata. Na huyo hakuna cost of living